Haleluya. Asubuhi njema. Kweli, siku njema hupatikana kwa Bwana. Nayo hii tena ni siku njema, maana tupo katika Bwana na tunaiona ikiwa njema kwa uweza wake mkubwa. Najitahidi sana kuwaletea maarifa na pia nitazidi kujitahidi sana kabisa kuwaletea maarifa ambayo yatasaidia wengi ambao watayapokea kwa moyo mmoja na kuona vile watasaidika kwa neema ya Yesu Kristo. Leo ningependa tuangazie swala kidogo, taileta kama swali ili tuelewane. Why sin? Yaani mbona Mkristo aliyekufa na kufufuka pamoja na Kristo kama asemavyo Paulo mtume aendelee na kutenda dhambi? Yaani kwa nini Mkristo aliyemkubali Yesu kabisa, Yesu ambaye ni mtakatifu, aendelee maisha yake katika dhambi? Ni swali ambalo ningependa tuwaze. Na wengi wangejua kiitwacho dhambi ama hii ambayo tunaisema kwamba dhambi, wangeachana nayo kabisa, wangekaa mbali nayo, wangeitupilia mbali kabisa kwa uwezo wao wote. Maana nimekuja kugundua kitu moja. Dhambi ni kama vile uonavyo mtu anaona chakula kinaharibika ama kimeharibika tayari, na anaendelea tu, anasema wacha nikile hiki chakula, na vizuri kabisa anajua kitamletea madhara baada ya kuingia mwilini, na wacha tu madhara ili huyo mtu apone, itamgharimu matibabu na pia atakuwa anaumia kabla ya kupona. Na hivyo ndivyo ilivyo na dhambi. Unajua tu vizuri na kuletea madhara mwishowe, alafu pale unaenda kulitenda kabisa kabisa. Hata kama msamaha itakuja, japo si lazima kulingana na Biblia. Kuna wengine walitenda dhambi hawakusamehewa kama kina Anania na Safira. Lakini hata kama dhambi itasamehewa mwishowe, iko na maumivu na iko na gharama yake. Maana ili usamehewe na Mungu lazima kwanza moyo wako uwe umebondeka kabisa na upokee nguvu za Mungu kupitia kwa damu ya Yesu Kristo, na utakuwa unaumia. Maombi yangu kwako leo, Mungu akupe nguvu juu ya dhambi na uwezo mkubwa katika jina la Yesu Kristo. Amina.